tusikubali tuletewe siasa ya ukabila na chuki na siasa ile ambayo inatugawanya na kuleta ubaguzi. Hii pwani ilibaki nyuma kwa sababu ya kubaguliwa kisiasa. Ni kweli ama si kweli? Mnataka tuendelee na ubaguzi? Tumalizane nayo, tuungane, kwa sababu umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Kwa hivyo mnasema tuendelee, tuungane. Wale majamaa msijali, wale majamaa nitashughulikia hawa asubuhi na mapema. Hakuna kitu wanajua wale. Sasa niwaulize wale jamaa, wacha niwaeleze bana. Wale jamaa maono hawana, mpango hawana, sera hawana, agenda hawana. Ala, kumbe mnawajua wale jamaa? Ati maono, agenda, sera, mpango, hata akili. Mariakani hoye! Mariakani hoye! Kwa hivyo nyinyi watu wa Mariakani mnasemaje? Ati Mariakani mnasemaje? Ati Mariakani mnasemaje? Ati Mariakani mnasemaje? Wapi tutam ya Mariakani nione tutam. Aya, wacha nimuite ndugu yangu Ali Hassan Joho atusalimie. Mariakani we! Mariakani we! Tusalimiane na mkono namna hii. Very good. Your Excellency, watu wa Mariakani mko ngangari kinoma. Kama ni noma, kama ni mbaya, kama ni noma, kama ni mbaya, namna hiyo. Your Excellency, sisi watu wa jimbo la Pwani, safari hii tumeelewa kwamba siasa ya kesho hupangwa leo. Ni kweli si kweli? Siasa ya kesho hupangwa leo. Nataka niwaulize wana Mariakani. Mariakani oye! Nataka niwaulize. Mimi juzi nimeona watu ya United Opposition wamekuja hapa. Watu wa upinzani wamekuja hapa. Ni kweli si kweli? Na kwa sababu siasa ni kitu muhimu cha maisha yetu, nataka niwaulize, katika msururu wa United Opposition kulikuwa na watu wamekuwa mawaziri, vice president. Kalonzo amekuwa vice president kwa miaka 5. Ni kweli si kweli? Rigiji amekuwa deputy president kwa miaka 2. Ni kweli si kweli? Nataka niwaulize wana Mariakani, leo hii Rais Ruto amekuja kutatua mambo ya maji. Kwa miaka 2 Rigiji alipokuwa pale alikuja hapa, alileta maji, alileta shule, alitatua mashamba, alileta mambo ya kutibu watu na hospitali. Sasa nataka niwaambie, sisi Waswahili tunasema twajua wanafiki na marafiki. Twajua wanafiki, rafiki ni yule anayekufaa siku ya shida. Leo hii kwa mara ya kwanza kwa historia ya taifa letu, serikali imenunua mashamba katika jimbo la Pwani kuwafukuza mabwanyenye, wananchi wapate mashamba. Kwa mara ya kwanza Eldoret stadium inajengwa, Kirinyaga stadium inajengwa, Kilifi stadium inajengwa, Kwale stadium inajengwa, Tana River maendeleo yakiwa hata kule iko. Sasa nawauliza nyinyi wana Mariakani, unajua kuchocha? Kuchocha ni rahisi sana Kuchocha ni nini? Rahisi. Suluhisho ndio tabu. Na Rais Ruto amechukua tabu ya kuleta suluhisho. Sasa mimi nawaambia, nataka niwaulize nyinyi watu wa jimbo la Pwani, nyinyi mkiangalia, nyinyi wamama mlioko hapa, wazee mlioko hapa, hamjazaa viongozi nyinyi? Hamjazaa viongozi? Mmezaa mkuzaa. Ukiniangalia hata mimi ni ngangari, ukinikujia naja, ukileta naleta,
ukirusha anarusha. Na leo wacha niwaambie, leo nilikuwa nimekuja na hamu, kwa sababu nimesikia jana watu wa United Opposition they made me an agenda. Nilikuwa nimeamua leo nikija niwapake, lakini nikimwangalia boss hapa nasema wacha nitulie tu. Lakini nikirudi peke yangu niwapake nisiwapake, niwawashe nisiwawashe, niwalipue nisiwalipue, wakwende. La mwisho nauliza watu wa jimbo la Pwani, na mnisikiza kwa makini, nyinyi hamtaki siku moja kuwa rais wa taifa hili? Hamtaki siku moja rais wa taifa hili atoke hapa? Na wauliza, katika hisabu ya United Opposition mko wapi nyinyi? Mko wapi? Kuna mtu wenu pale? Kuna nafasi yenu pale? Hata wakianza kuzungumza who possibly will be the candidate, mmesikia jina yenu hapo? Mmesikia Mungu katika huo mpango hapo? Sasa mimi nataka niwaambie, safari ya leo ya kesho pangwa lini? Sasa sisi watu wa jimbo la Pwani, kwa miaka nenda kwa miaka rudi, tumesaidia Raila Amolo Odinga. Ni kweli si kweli? Na yeye alikuwa rafiki yetu, ni kweli si kweli? Tulikuwa tumpenda, sivyo? Kwa sababu anasimama na dhuluma za kihistoria. Sasa hapo mbele nataka niwaambie wana Mariakani, na waomba kwa heshima na tahadhima, sisi tusimame kwa hali na mali na William Ruto na yeye naye hapo mbele. Nataka niulize wana Mariakani, kwani ukituangalia sisi hatuwezi kuongoza taifa? Hebu niangalie sura yangu kama nitoa kofia ndio nione. Ukimwangalia huyu ndugu yangu Mburi hawezi, ama Kingi, ama Mung'aro, twaweza hatuwezi. Sasa mimi nataka muniambie kwamba tutasimama na William Ruto, ndio baadaye tumwambie tulikusaidia utusaidie, tulikufuata utufate. Wale ambao wananiunga wanaonyesha mkono namna hii. Sisi, Your Excellency, mimi ile kama noma ni hao ndio nifundisha. Mimi sina tabia hiyo, ni hao ndio nakuanga kama ni mbaya, kama ni noma, kama ni mbaya. Mariakani munasemaje? Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Mariakani hoye! Kaloleni hoye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwanza asante sana kwa sababu ziara hii ambayo umetembea hapa umetuletea maendeleo ya kuhakikisha mambo ya mashamba, mambo ya mabwenyenye tunayazika katika kaburi la sahau. Mheshimiwa Rais na wananchi, huyu ndiye rais wa kwanza kutoka nchi yetu ijijakulie uhuru. Ndio rais wa kwanza ambaye amekumbuka wapwani. Ameteua wapwani zaidi ya 106 katika maamuzi, katika meza za kuamua mambo ya serikali. Na Mheshimiwa Rais amehakikisha ametuunganisha sisi kutokana na ile serikali ya mapana na marefu. Na leo amekuja hapa kusuluhisha maendeleo ya stima, maendeleo ya maji, maendeleo ya barabara, na hayo ndio muhimu ya kuweza kuhakikisha tunasuluhisha na tunakuza uchumi wetu. Sisi watu wa Pwani, vita vyetu vikubwa ni vita ya kuondoa umaskini. Ni kweli si kweli? Vita vyetu vikubwa vijana wetu wapate kazi. Vita vyetu vikubwa watu wapate mashamba. Na huyu Mheshimiwa Rais anasuluhisha. Aendelee asiendelee? Ruto aendelee asiendelee? Na wale walisimama hapa, mliona walileta mradi wowote? Walizungumza mambo yenu?
walikuwa na viongozi wenu ni wakabila, si wakabila, si wale ni wabaguzi, kwa sababu rais amejumuisha sisi sote kwa serikali yake. Wale waliachwa nyuma sasa wako mbele. Sasa mwaka ujao Ruto aendelee. Hebu nione tutam ya William Samoei Ruto, nione tutam ya William Samoei Ruto. Asanteni sana, Mungu awabariki, asante sana. Mariakani! Rais, kwa niaba ya hawa ndugu zangu, mama zangu wa Mariakani na wa Pwani kwa jumla, ningependa kusema asante sana kwa ule mradi ambao umezindua hivi leo wa Mariakani Substation. Watu wengine watachukua muda kujua maana ya ile substation. Rais, shida kubwa hapa Mariakani na hapa Pwani ni ukosefu wa ajira kwa vijana wetu. Vijana wetu wamesoma, wana bidii, lakini nafasi za kazi ni haba. Lakini kupitia ile mradi umezindua hivi leo, tunaamini wazi kwamba viwanda vingi vitakuja hapa Mariakani na Pwani kwa jumla. Na viwanda vingi vikija hapa, watakofaidi ni hawa vijana wetu. Kwa hivyo tunakushukuru sana. La mwisho nataka niwaulize wakazi wa Mariakani, Ruto na rais wa kwanza ni Wahiri, ni Wahahu, ni Wane. Huyu Mheshimiwa Ruto ni rais wa 5, lakini angalieni yale maajabu. Ndani ya miaka mitatu Pwani hii imeshuhudia maendeleo ambayo hatujayaona tangu Kenya izaliwe. Si barabara, sio stima, si title deeds, si mashule, si kila kitu, si viwanja vya kuchezea mpira. Ndani ya miaka mitatu. Nataka niwaulize Mariakani, ikiwa maendeleo haya mengi zaidi tumeona ndani ya miaka mitatu, je, ndani ya miaka 10 tutabadilika? Tutabadilika. Ndio maana sisi viongozi wenyu tumekata kauli kwa pamoja. Si MCA, si mbunge, si gavana, si seneta, si mawaziri, si spika wa bunge la Senate. Sisi sote kama wabunge wa Pwani, kama viongozi wa Pwani, tumesema kwamba kuje mvua, kuje jua, rais mwakani, kura ya mwakani si mwingine ni Mheshimiwa William Samoei Ruto. Wapi nduru ya Ruto? Wapi nduru? Asanteni sana, Mwenyezi Mungu atubariki. Mariakani hoye! Mariakani hoye! Watu wa Mariakani tusalimiane kwa hewa. Mariakani. Basi Mheshimiwa Rais, kwanza nichukue nafasi hii nikushukuru sana kwa ile kazi. Wacha vuvuzela. Tukushukuru sana kwa ile kazi umeanzisha leo pale ya stima. Najua tumeongea na wewe na mwaka jana tulikuwa hapa tukasema tufanye ushirika na jeshi letu ili tutatue masuala ya maji. Mheshimiwa Rais, katika mambo niliahidi hii Mariakani, ile kitu imenilegeza sana ni hiyo maji hiyo. Nimekuwa na shida sana na nashukuru kwamba leo tumekubaliana ile kazi ya maji kule Shangia na hapa ili tutatue tatizo la maji. Pia vile vile Mheshimiwa Rais, nikushukuru kwa sababu juzi tulianzisha rasmi hati miliki, title deed zile za misufini ziko hapa Mariakani. Najua watu walichukua kidogo kule Mombasa juzi, na hizi zingine nitazileta hapa mimi nigawanyie wananchi hivi karibuni. Hapa Mheshimiwa Rais, kijana tulieni nimsikize. Wakati niliingia hapa Mheshimiwa Rais, hii Mariakani ilikuwa ni town council. Nilibadilisha nikaleta manuspaa katika hii Mariakani.
Sababu yake Mheshimiwa Rais, hao wafanyabiashara wote wa hii Mariakani walikuwa bado wanalipa vijana wetu mshahara wa town council. Tukaleta municipal ili sasa mtu wa kushona nguo, mabati rolling walipe mshahara wa manuspaa kwa vijana wetu. Vile vile Mheshimiwa Rais, ukijenga masoko hii Kenya na Kilifi, hapa Mariakani hapa nyuma nimejenga soko ya 85 million, iko 90%, hivi karibuni itaifungua. Pia vile vile nimeweka another 65 million ile soko ya zamani tupanue, tuwe na wafanyakazi zaidi ya 350 hapa kwa soko hapa nyuma. Vile vile Mheshimiwa Rais, hapa katikati ya Mariakani tumejenga barabara za kabro kidogo, lakini bado niko na request Mheshimiwa Rais, ile maadi tuliweka na watu wa barabara kwamba hii Mariakani watusaidie drainage na barabara kidogo kidogo, unisukumie tumalize hiyo. Nataka pia nimshukuru Rais, watu wa Mariakani, wakati wa kampeni niliahidi kapa. Rais amenipatia eka 10 hapo Karlo kuingia SGR, tujenge stage ya malori ili watu wetu wafanye biashara hapo, na hiyo itajengwa na Kenya na ule mkandarasi anaendesha hii barabara. Mheshimiwa Rais, najua masuala ya hospitali ni ajenda yako kubwa, na mimi pia ni ajenda yangu kubwa katika hii kaunti ya Kilifi. Mheshimiwa Rais, kama umepita hapo ukaangalia kulia, hapa Mariakani ninajenga hospitali ya milioni 750, kwa sababu hapa ni highway, watu wamekuwa akifa wakipata ajali, wamama wa uzazi wako na shida. Hiyo block your excellency imefika floor 1. Hapo kutakuwa na dialysis unit, mahali ya kusafisha figo, kutakuwa na radiology center, kutakuwa vile vile na minor theater, kutakuwa na ile inaitwa medical and drug store, kutakuwa vile vile na specialized health outpatient unit. Vile vile Mheshimiwa Rais, kutakuwa na information and health record center. Na vile vile Mheshimiwa Rais, tatizo kubwa, kijana tulia, kijana usikize pale. Vile vile Mheshimiwa Rais, madaktari wetu katika hospitali zetu zote za kiserikali, hata ile Kenyatta ile, wana biashara mingi huko kando, na kile ukiwauliza wanasema hawana mahali ya kukaa. Katika hiyo hospitali Mheshimiwa Rais, nimejenga Doctors Plaza. Hakuna sababu ya daktari kutoka akimaliza kuangalia wagonjwa apande hapo juu aangalie wananchi wetu wakiwa wagonjwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, hiyo ndio kazi tunafanya hapa Mariakani, na mimi nitafanya ule mradi wako ule wa kulipa polepole tuliokubaliana na governors. Hiyo hospitali ikiwa tayari, vifaa pia itakuwa tayari, kwa sababu tutaleta CT scan, tutaleta kila mashine ambayo inatakikana kwa hiyo hospitali mpya. Mheshimiwa Rais, vile vile hapa Mariakani kama ulivyoambiwa na wananchi, tabu kubwa, donda sugu. Najua umesema mwache ikiisha itatuokoa. Tumejaribu hapa, mwezi mmoja tunapata maji, mwezi mwingine tunakosa. Tumejitahidi, lakini katika hiyo plot Mheshimiwa Rais, ukiniongeza eka 2-3 tuweke tangi kubwa, mimi nitaweka pesa ya 5 million liter tank, tuenue juu, tumwage maji Mariakani, ikiisha watoe kwa hiyo tank. Hiyo itatusaidia zaidi kushinda mambo mengine yote. Mimi Mheshimiwa Rais, sina la kukuambia mengi, kwa sababu swala kubwa la hii Kilifi County ni tatizo la mashamba. Ile shamba umeambiwa na wale watu pale Mheshimiwa Rais, tukitoka pale kwa stima pale Shangia, hiyo shamba kuna mzee mmoja alikuwa anaita Thangwangala, ndiye alipewa shamba karibu eka 7,000. Wakati Governor Kingi alikuwa kwa mamlaka, alipeleka hii shamba kotini, na tuko na judgment inakuja mwezi wa 7. Mheshimiwa Rais, nimeweka mawakili ya county, Mungu akipenda, vile naona hiyo kesi itarudi kwa county government, tutakuja tukatekate na maofisa wako tupeane hati miliki yao watu hapo. Kwa hivyo mimi Mheshimiwa Rais, kwa sababu ni wenzangu wengi bado wanataka kuongea, nataka kuuliza watu wa Mariakani, Rais na mimi tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Wacha nione kwa mikono wala sema tuendelee. Kitu ya pili Mheshimiwa Rais, kabla ni sahau vijana,
kabla nisahau, Mheshimiwa Rais, najua tumezunguka huku tukaambia mambo ya hawa watu walipewa nafasi kwetu, mmoja akiwa ni PS Fikirini kutoka Bamba pale ulikuwa jana. Hapa kuna ndugu yetu, najua mara nyingine tunasahau, ulitupatia PS wawili Kilifi. Tuko na Profesa Shakwat anatoka hapa Mariakani, hapa ndio kwao nyumbani. Kwa hivyo yeye pia walimpatia kazi na tunashukuru sana kwa niaba ya watu wa Kilifi. Mheshimiwa Rais, mimi sina mengi, nataka tuendelee kushirikiana, tufanye hii kazi ya wananchi, na hiyo kazi yetu mwaka ujao ndio itatuambia wananchi wa Kilifi na wa Kenya kwamba turudi tuendelee na ile kazi walitupatia. Watu wa Mariakani hoye! Mariakani hoye! Wangapi wanasema Ruto tutam? Sasa si Mheshimiwa Rais amesema yake, na mimi nimesema yangu, ile mnaona na macho, na mimi ni tutam ama si tutam? Nione ya Mung'aro tutam. Asanteni, Mungu awabariki. Hapa tuko na shamba ya serikali ya kitaifa inaitwa KALRO, si namna hiyo? Na nimesema ya kwamba vile mliomba kama watu wa hapa Mariakani, tutawapatia ekari 10 tujenge lorry park kubwa hapo, ndio biashara ya hapa Mariakani iweze kuendelea mbele. Na sio hiyo peke yake, pia nimeamurisha tuwapatie shamba tujenge affordable housing, manyumba 1000 ya watu wa Mariakani katika hiyo shamba ya KALRO. Jana wapate ajira na nyinyi mpate makazi. Tumeelewana? Niko hapa na Mama Mbeyu, mama women rep wetu wa hapa Kilifi County, atusalimie. Kaloleni hoye! Mheshimiwa Rais, tunataka kushukuru hizi siku 5 umemaliza ndani ya Pwani. Sisi wa Kilifi ndio tumefaidika. Umeenda maeneo bunge 5 kati ya maeneo bunge 7 ndani ya Kilifi County. Furaha yetu, wewe umekuwa mkombozi. Ndani ya miaka yote Kenya ya uongozi wa marais, wewe umekuwa mkombozi wetu. Huu muda umekuwa hapa siku 5, affordable housing, title deed, hostels pale Pwani, masoko. Vijana umewapanga, ulikuwa unapanga mawe juzi kule Pwani University. Wamama umepanga. Mheshimiwa Rais, lililobaki sisi ndio tutakuwa wa kwanza kuingia Singapore na wewe. Vile counties za Kenya zilipangwa 01 up to 06 ndani ya Pwani. County Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu, Tana River na Taita tutakuwa wa kwanza kuingia Singapore na rais. Mbali na wale walianza mwanzo, sisi tumemaliza, tutaingia wa kwanza. La muhimu mawili tu Mheshimiwa Rais. Haya mawili tu. Kuna kina mama hapa ndani ya Kilifi, wawakilishi wao wako hapa. Wamama wa haswa mupo? Mheshimiwa Rais, wamama wa haswa hawa wako zaidi ya 3000 na CBO yao, wako na familia zao kufikia wapigaji kura 7000. Mheshimiwa Rais, wewe pekee unaharibu dada wewe. Mheshimiwa Rais, wamama wa haswa wako na proposal yao. Wanajipanga, wamechanga pesa zao, wanataka uongezee tu wanunue basi yao, lakini wameomba ni walete kwako uwazungumzie. Ni famili kubwa ndani ya Kilifi. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, tukiwa Pwani University, mambo ya elimu, wale wa Pwani University waliomba referral and teaching hospital waweke pale, watoto wetu hawa wote ndani ya Kilifi waweze kusoma medicine badala ya kwenda kule Nairobi. Mariakani hoye! Wale wa tutamu ya Rais Ruto daktari ndani ya Kilifi, nyosha tutamu yako ya rais nione. Rais Ruto tutam. Alafu mimi Mbeyu Mwenyanje, Mheshimiwa Rais, naenda tiritamu. Wapi tiritamu ya Mama Mbeyu? Gavana Mung'aro mmemsikia? Wale wengine mwasikia? Wapi tiritamu ya PK kabla hajafika? Asante Mheshimiwa Rais. Ndugu yangu Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, leader wetu wa majority kutoka kule Nairobi.
Watu wa Mariakani hoi, mko tayari? Hamko tayari? Mimi kwanza niwashukuru na hasa Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii nipongeze hawa viongozi wa Pwani, sababu wamedhihirisha ya ukweli ya kuwa watu wakiungana hata maendeleo inapatikana. Na mimi nimesikia ndugu yetu Ali Hassan Joho amesema siasa ya kesho hupangwa lini? Ati hupangwa lini? Mnajipanga nyinyi? Mnajipanga? Huyu Joho atosha hatoshi? Mburi atosha hatoshi? Kingi na Mung'aro atosha hatoshi? Si wa viongozi wenyu mmezaa viongozi? Mimi nataka niwaambie wanapwani, siasa zilizokuwa pale mbeleni za ubaguzi na ukabila zimeachwa nyuma na zimepitwa na wakati. Kweli si kweli? Na mimi nataka niwaambie tukiwa hapa, hata viongozi wetu ambao wako kwa chama chetu cha UDA, tumewaambia siasa za ukabila wazikomeshe na tusibague watu kwa misingi ya ukabila. Kweli si kweli? Huyu rais wetu ametutetea hati miliki za mashamba. Watu wa Pwani ambao walibaguliwa miaka nyingi, sasa mnapata hati miliki vile watu wa Mlima Kenya wako na hati miliki. Kama utaingia kwa bank ukope pesa ukiwa na hati miliki, uweze kuendesha maisha yako, ujisikie wewe ni Mkenya kama Wakenya wengine. Kweli si kweli? Tuendelee tusiendelee jameni? Mmesema ni kuendelea na tutam ya Rais William Ruto. Mmejipanga hapo? Mimi nataka niwaambie nyinyi wanapwani mjipange. Hivyo Joho amewaambia siasa za kesho muanze kupanga leo. Na namna ya kupanga siasa za kesho ni kumuunga kiongozi aliye na maono ya kuwaunganisha Wakenya wote pasipo kujali msingi ya ukabila ama mahala mtu atokako. Na huyo kiongozi ni huyu rais wetu ambaye ametuonyesha, ametushikanisha sisi wote. Chama cha ODM, chama cha UDA, vyama vyote vya broad based coalition ama broad based government ambayo inaunganisha Wakenya wote. Tusikubalia wale wa kabila. Mmesikia hawana mpango, hawana sera. Nimesikia mkisema hata akili, ati hata akili, ati ile akili wako naye ni ya kuchochea watu na kitu chochote wanapata kwa barabara. Wakisikia kuna vita huko Gulf, bei ya mafuta imepanda dunia mzima, because they are political scavengers. They scavenge on anything they find on their way. Tunataka tuwaambie wacheni political scavenging, tafuteni sera ya kuendesha Kenya mbele vile rais anaendesha Kenya mbele. Pwani tutasonga na Rais William Ruto? Mtasonga naye? Tutamia William Ruto? Alafu akimalizia sisi tujipange na huyu Joho na kina Mvurya. Tujipange hapo mbele. Nyinyi mjipange na sisi tujipange huko. Kweli si kweli? Tupatane pale mbele, si ndio? Tuunganishe Kenya ili sisi wote tuishi kama ndugu na dada wa nchi moja vile Mwenyezi Mungu alitutakia. Hebu nione tutam ya William Ruto, tutam. Asanteni, Mungu awabariki. Mariakani oye! Mariakani oye! Mimi nataka kwanza kusema asante sana Mheshimiwa Rais kwa sababu ya wewe kutuletea maendeleo. Cha umuhimu kwa sisi watu wa Pwani ni mashamba. Na sasa hivi Rais amejitolea muhanga kuona ya kwamba kila mmoja wetu amepata ile shamba ambaye anaweza kukaa na jamii yake katika maisha yake. Kwa hiyo mimi nasema kitu kimoja, Rais tumregeshe mara ya pili. Tunakubaliana sisi sote. Ni wangapi wanasema Rais tutam. Asanteni sana. Asanteni sana. Niko na mbunge wetu hapa Kaloleni. Mariakani oye! Mariakani oye! Aya, sasa sikiza. Tulieni nimwambie rais yale mlionituma. Ni sawa sawa? Bodaboda mko? Bodaboda mpo? CHVs mpo? Tulieni sasa. Tulieni sasa.
Bwire, nipa nafasi nene na mkomo. Kwanza Rais, nataka nikushukuru. Kabla sijazungumza yale, nikupatie shukurani kwa yale ambayo tayari umeyafanya. Kwanza tunashukuru kwa PS wetu Shaukat hapa. Anatoka hapa Mariakani. Ya pili, hii barabara ambayo tuko nayo sahihi, ulipokuja ilikuwa inaendelea kujengwa na inaendelea vizuri. Wakati nikikufuata ile barabara ya kuanzia Mariakani kwenda Bamba ilikuwa iko low volume. Ukatoana pesa, sasa iko Kenya level. Lazima tukushukuru. Kwa sababu ya muda, umeongea kuhusu ile mambo ya mashamba. Lakini nataka nikuombe, pale ndani ya barracks kuna watu wameishi kama maskota kwa muda wa miaka 40. Leo unapozuru wengine, usiwapite wale watu pale ndani ili waweze kufanya nini? Ni kweli si kweli? Rais, mimi nataka nikuombe kitu kimoja. Hii majina unapewa yanakusaidia vizuri sana. Jina ya kwanza ulipewa Tangatanga, ukatangatanga mpaka umekuwa rais. Sasa ukikuita Kasongo, wakisema one term, nyinyi hamwaelewi, wanasema maliza one term uende second term. Hiyo ndio wanaelewa. Kwa hivyo wewe endelea na kazi na sisi tutakushikilia. Ruto endelea, siendelee. Rais, hapa Mariakani na Kaloleni tuko na sako za vijana wetu wa bodaboda. Tuko na sako ya Mariakani, tuko na sako Kayafungo, tuko na sako Mwanamwinga na tuko na sako Kaloleni. Hawa vijana wanakupenda. Leo sema neno moja na wao endelee mbele. Anena sinene. Anena sinene. Tuna kina mama wetu wa CHVs hapa. Wako na sako yao. Mupo mampo. Pia kina mama, rais fanya nini? Uangalie. Kwa sababu mimi CDF yangu ni kidogo rais. Na wewe vile umekuja hapa. Mimi nimesomea hapa Mariakani second hapa. Hapa Mariakani second. Mimi nitanunulia basi katika financial year ya mwaka huu. Na kuomba wewe unitengenezee dormitory pale, ili wapate mabweni, wanafunzi waweze kulala mahali pazuri. Ni nene nisinene? Rais, vile wewe umesema, kuna Kalumani Mnyenzeni settlement scheme inamalizika. Kuna Kayafungo inamalizika. Na wewe nakukumbusha, Kayafungo ulisema wakati ule 2017 kwamba kukipatikana shamba unatoweza kutujengea chuo kikuu. Nataka nikwambie leo shamba ipo, weka mipango yako, tuletee chuo kikuu pale Botani. Ni jeri si jeri? Bas, kwa sababu alafu rais, kwa sababu umetuletea kiwanda kikubwa cha moto hapa. Hawa wananchi wameniuliza na nikwambie, na waziri yuko hapa. Kila kijiji cha Kaloleni sasa ni lazima kipate umeme. Muna mala umeme kama nzini? Mwataka mtaki? Bas, sitaki kuzidi hapo kwa sababu kuna wenzangu na tutaendelea kukuunga mkono. Sisi kama Wapwani tumesema chama cha UDA kitafanya kazi na chama cha ODM. Tufanye kazi tusifanye? Sasa rais jana alitupatia changamoto. Ningwambire simwambire? Rais tukitaka kumsaidia, nyinyi vijana ambao hamjachukua vitambulisho, mchukue vitambulisho, na wale ambao hawajachukua kadi za kura, wachukue kadi za kura, tuweze kumregesha rais wetu kipindi cha pili. Wapi nduru rais wetu? Tuto Mung'aro, PK, Koki. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Mheshimiwa, kwa sababu umesomea hiyo shule. Niko hapa na MCA wetu. Huyu mama MCA, simama hapo, sema jambo. Tosha. Sasa, asante sana rais wetu. Kwanza nikwambie
Rais, asante kwa kuja Mariakani. Asante tena kwa ile kazi ambayo unaifanya. Rais wetu, kule tunakotoka, wale watu wa kule umewasikia kilio chao. Tunaomba wakaweze kupata ile shamba yao. Pia Mheshimiwa Rais, ile shida umeitaja ambayo ni kubwa, sijui kama ulikuwa uko na noti yangu, manake yale niliyoyaandika ndio ambayo umeyataja. Sisi tunakuomba Mheshimiwa Rais, tunakuomba station yetu ya maji ya Mwavumbo, Mavarata na hapa Damview ziwekwe sola, ndio shida ya maji iweze kuisha Mariakani. Nataka pia Mheshimiwa Rais, nataka kuomba kitu kimoja tu. Waziri wa moto ako hapa. Vijiji vyetu vingi Mariakani havina moto, na kama rais unatupeleka Singapore, hivi vijiji vyetu ni lazima vipate moto. Pia nataka kumwomba Waziri Joe, hapa kwetu Kaloleni hatuko katika ufuo wa bahari, lakini haimaanishi hatuwezi kufanya ukulima wa samaki. Tunaomba ututengenezee vidimbwi kina mama, vijana, ili waweze kupata ajira. Mwisho kabisa, Rais, tunashukuru vile ulitupatia lile shamba tukiwa kule State House, na tunashukuru umelitaja hapa mbele ya wananchi wa Mariakani. Mheshimiwa Rais, barua zimepelekwa already kwa ministry. Tunaomba tu wa approve tupatie mkandarasi na kazi ya lorry park iweze kuendelea. Kwa hayo mengi machache, Mheshimiwa Rais, wakati wengine wanazuriwa na empowerment, tunaomba vijana wetu na kina mama wapate empowerment ili nao waweze kusaidika. Asante sana, Mungu atubariki. Mariakani hoye! Mariakani hoye! Mheshimiwa Rais, sisi watu wa Pwani wa Kilifi kwa muda mrefu tulikuwa na ndoto yetu ya kutoka katika minyororo ya umaskini, na hiyo ndoto Mheshimiwa Rais umeanza kutuweka mahali pazuri. Mheshimiwa Rais, tulikuwa na ndoto kwamba tutoke katika uskwota. Leo hii wewe unatimiza hiyo ndoto. Mheshimiwa Rais, tulikuwa na ndoto kwamba watu wetu wapate maji. Saa hii wewe unatuletea maji. Kwa sababu hiyo na maendeleo mengi ambayo Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto ametuletea, tunasema kwa sauti moja, William Samoei Ruto ni 2 term. William Samoei Ruto ni 2 term. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mariakani hoye! Mariakani mpo? Si mnajua mimi nimezaliwa hapa Mwareni. Nataka kumuuliza swali. Safari ya mamba na safari ya Mburukenge utafuata gani? Safari ya mamba na safari ya Mburukenge utafuata gani? Je, huyu Ruto ni mamba ama Mburukenge? Huyu ni mamba Mburukenge. Wapi tu tamu ya Ruto wewe, wacha mchezo. Wapi tu tamu ya Ruto? Wale wengine ni Mburukenge, si Mburukenge. Muhaswe shiragarani chicho. Haya, niko na ndugu yangu Mheshimiwa John Bwire, mbunge wa kutoka kule Taveta. Mariakani hoye! Hebu nione salamu ya William Ruto, salamu ya William Ruto. Mheshimiwa Rais, mimi na jambo moja peke yake. Kama kuna kitu umefanya Pwani na ulituhakikishia kwamba ile siku utaapishwa ni kuturegeshea poti yetu ya Mombasa.
Poti ilikuwa imepelekwa Naivasha, lakini William Ruto ndo ameiregesha Port Mombasa. Na jambo la pili ambalo umefanya, umetutafutia pesa kupanua port ili vijana wa Mariakani wapate kazi. Mariakani hoye! Sasa wale wa kabila mtakubaliana na wao? Mimi nataka tuwaimbie ile nyimbo, wale wa kabila tuwaimbie nyimbo moja. Eti waambieni wapunguze kampeni. Jimbo limechukuliwa na William Ruto. Hebu nione salamu ya William Ruto, William Ruto, William Ruto. Asanteni. Asante. Mariakani hoye! Ruto apewe asipewe? William Ruto apewe asipewe? Wapi mkono wa William Ruto, William Ruto, William Ruto, William Ruto? Mheshimiwa Rais, nataka kukushukuru. Ile masuala ya wewe kugawanya title deeds, niko hapa kwa niaba ya wakazi wa Rabai kusema asante sana, maana pale Rabai watu wangu wa Mwele waliweza kupata title deed. Mheshimiwa Rais, kwa dakika moja niombe, pale Rabai shida ni mambo ya maji, pili mambo ya barabara, na pia ni mshukuru huyu waziri huyu Opio. Huyu waziri tumeshikana vizuri na anasambaza stima ndani ya Rabai, lakini kwa sababu Rabai ilikuwa nje ya serikali na mimi nimeingia kwa serikali mzima. Apewe sipewe? Apewe sipewe? Niombe kidogo niongezee pesa ya mambo ya stima ili Rabai kila nyumba iweze kupata stima. Asante sana. Na Ruto apewe sipewe? Ruto apewe sipewe? Ruto ni fire si fire? Ni noma si fire? Wapi mkono wa Ruto wa Ruto? Haya, niko na mrembo anaitwa Amina Mnyazi, mbunge wetu wa Haya, asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa wale ambao hawanijui, mimi naitwa Malindi 1 aka Mama Amina Laura Mnyazi. Mheshimiwa Rais, niko na salamu zako kutoka kwa watu wa Malindi. Na mimi nataka niseme hivi Mheshimiwa Rais, hili jambo la shamba umeingia katika DNA ya watu wa Pwani Mheshimiwa Rais. Kule Malindi tumepata shamba letu la Weru, kule Malindi tumepata shamba letu la Msabaha, na katika mipangilio kuna shamba la Kwachocha ambalo linakwenda kununuliwa pamoja na shamba la Migingo. Nyinyi mnajua mimi nilikuwa ni mtoto wa baba Raila Amolo Odinga. Na mimi nafanya kazi na Mheshimiwa Ruto kwa sababu gani? Hakuna kila kiongozi ameandikwa hapa ili tuweze kufanya nini? Maendeleo. Na maendeleo yako na nani? William Samoei Ruto. Kama ni masoko kule Malindi anajenga, kama ni hostels kule Malindi ananijengea, kuna solar plant kule Baricho amenijengea, kuna KMTC ambao ananijengea. Jamani, Mheshimiwa Rais anafaa kupatiwa second term ama hafai? Anafaa mafai. Na Mheshimiwa Rais, unajua mtu akifanya kazi mzuri ni vizuri uweze kumappreciate. Pale juzi na jana pale Malindi tulikuwa na shida ya security. Na mimi pamoja na mstahiki governor pamoja na deputy majority leader Mheshimiwa Owen tuliweka mkutano na security team yetu. Na Mheshimiwa Rais, nataka tumpongeze Alinunu ile kazi yote ambayo anafanya. Na mimi nataka niseme Alinunu pamoja na watu wenu, msizubae, tuendelee kulinda mji wetu, tuendelee kuhakikisha security iko. Na kwa wale ambao wanatuletea maneno fimbo nyenye wakileta nyenye fimbo. Haya, wana Mariakani, nafikiri tumefika tamati ya hii mkutano. Niko na mama wetu hapa, Mama Aisha Akinagama. Mariakani hoye! Mariakani hoye! Nataka mimi nichukue nafasi hii niseme ya kwamba rais wetu mpendwa Mheshimiwa William Samoei Ruto, nataka nikushukuru sana rais wangu, rais wetu. Mimi mnayeniona hapa
kama kuna mtu aliye na raha zaidi kwa kile alichokiamini na kikaja kikaahidi na leo kinatimiza, na mpaka hivi sasa ule umoja ambao ameuleta ndani ya hii pwani. Mimi rais wetu, sina la kukwambia ila kukuahidi tena kwa mara ya pili. Ile 2022 mimi nilikuwa pande hii na hawa ndugu zangu karibu wote walikuwa pande nyingine, lakini umeuleta Ukenya na wapwani pamoja, na tunakuahidi sio viongozi tu ambao tumeshikana, hawa wananchi wetu wote tunasema ni William Ruto tu tam. Ninachokuomba mimi Mheshimiwa Rais, na kuomba Mheshimiwa Rais, unawaona hawa watu wa Mariakani, Kilifi, Mombasa, kila mtu ameamini kwamba Ruto ni tutam, si kwa sababu ya sura yako nzuri, ni kwa sababu ya ahadi zako umezitimiza kwao. Lakini kuanzia hapa kwa gavana kuja chini, tuachie sisi tugaragazane. Ni kweli ama si kweli? Hebu nione mikono ya Ruto, 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 Ruto. Kilifi bahani! Kilifi bahani! Asante. Vijana oye! Vijana power! Vijana power! Vijana zaga zaga! Vijana tutam! Vijana tutam! Your Excellency, kwanza asante sana kwa kuamini vijana katika serikali yako. Na pili niseme kama vijana wa taifa la Kenya, hatuwezi kutoka kwa serikali ambayo imetuchukua kama washirika. Hatuwezi kutoka kwa serikali ambayo imetuchukua kama washirika tukaingie katika upinzani tuwe mashabiki bwana. Na nikwambie Your Excellency, hata Arsenali ilichoka kukaa opposition ikachukua kombe. Na hivyo ndo sisi tumeingia serikali na hatutoki. Vijana tutam! Vijana tutam! Asante sana. Si yule jamaa aliimba akasema watati ati finali wametia ama bado? Si wametii? Basi mimi hawa viongozi wamesema hapa kuna wangwana wa bodaboda, hapa kuna mama, hapa kuna boss bwana PK. Nitakuwajia shilingi milioni 5 ugawie hiyo mavikundi bodaboda. Tuendelee Mariakani, tuendelee ama tuendelee? Mimi nasema asanteni sana Mariakani, mimi nawapenda. Na wale squatters wetu wa pale kwa jeshi, mimi nitapanga mambo yenu, si ndio? Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Asanteni sana, Mungu wabariki na tunawapenda sana. Thank you very much. I love you the great people of Mariakani. Mungu wabariki.